Rasulullah, Rasulullah, kaitwa Rasulullah, 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 kaitwa Rasulullah, kaitwa Rasulullah, wallahi tumwigeni, pia tumsome sana, pia tumsome sana, pia tumsome sana, sana, sana. Akitokea mwanaume yoyote anataka kumuoa mwanangu, nitampa mali zangu zote. Ndio bwana Masunda akaona vile akaamua kwenda kuoa ili apate mali. Mpo mashekhe. Muona kama mlikuwa mnashura kidogo mnataka kutoka. Karibu sana. Bwana bora hivyo umefika. Sababu hatupaswi kwenda kutetea pembeni. Umeelewa? Na tumeshaambiwa alfitnatu ashad. Bwana huyu bwana alikuwa anakuteta kwa muda sio mrefu. Ananiteta mimi? Alikuwa anakuteta wewe. Haya bwana, ananitetea nini? Bwana Sheikh, kile ulichokuwa unakizungumza mimi sitaki kuongeza au kupunguza. Hebu jaribu kumwambia kwamba ulichokuwa unaniambia yaishe bwana, yaishe ndugu yangu, yaishe. Bwana, Uislamu unataka kuongea haki. Swala la kusema yaishe huo sio Uislamu. Unataka kuleta vitu vingine na vipo. Wewe sema ulikuwa unasemaje? Sheikh, yaishe. Mimi namwambia. Kwani kasemaje? Sheikh, huyu bwana amenitoa kule ndani akiniambia na mazungumzo. Na mazungumzo yenyewe yalikuwa yanakurenga wewe kuhusiana na ile ndoa yako uliweza kufunga wewe na Bi Maria. Ndio. Anavyodai yeye kwamba ile ndoa uliyofunga ni ndoa ya kinafiki. Kwa mimi nimeoa kinafiki yani. Yaani umeondoa kinafiki. Na taratibu zote tumefuata. Sasa sijui wewe unafiki unatokea wapi. Sasa si majungu hayo. Unajua bwana nikwambia kitu kwanza, wale sio na wasiwasi. Kuhusu watu kama hawa, wapo kwenye taasisi za kidini, misikiti kama hii, madrasa, taasisi zote za kidini, watu kama hawa wakosagia. Watu ambao wana maneno chini chini zile chokochoko. Na huyu lazima sasa hivi, kwa sababu sikaona sasa hivi mimi nimetulia na yule mtoto safi. Naona bwana maisha yanaendelea vizuri. Sasa huyu anaanza maneno na chipa chini. Kwa hiyo wala kusikutie shaka wewe shaka. Wewe muache tu. Hiyo ndio huruka yake. Na wao usifanye mpango wanaweza wakambedua Sheikh Imamu Abasi hapo msikiti wakochukua wao. Watu kama hao wao maneno chini chini ndio alivyo. Wewe wanaachana naye wasikutie shaka wewe mwamba. Ngoja bwana kidogo. Samahani meshe. Wana simu yangu. Wewe usio na wasiwasi nayo mama. Asalamu alaykum. Naam, ndio mimi mwenyewe Masunda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo basi mimi nakuja sasa hivi, nitoka msikitini sasa hivi nakuja hapa sasa hivi. Haya, nakuja sasa hivi. Fadhali ndugu yangu. Bwana, simu imenichanganya kweli yani. Si baba mkwe wangu yule alikuwa anasafiri, bahati mbaya amepata ajali amefariki. Sasa pole sana ndugu yangu. Bwana, mbona mambo yanakuwa hivi sasa? Bwana, kuja mimi niwaache. Basi na nyinyi. Naelekea kidogo kwenye nikajua kunafanyaje. Basi tutawasiliana ili tuweze kuwajibika sote. Bwana, haina sababu. Haina shida, tutawasiliana.
vikaratasi na mitihani. Hapa niko napitia mitihani ya watoto hapa. Si unajua tena. Sawa. Niambie umetokea? Bwana, mimi nimekuja ndugu yangu, mimi naona kama vile mambo yameharibika. Kwa sababu unajua mimi bwana Kakoza, kama kwa ujui, mimi hii ndoa ilikuwa na dhamira nayo nyingine kabisa. Yaani nilikuwa na mipango naye. Sasa lakini naona ninapokwendea sasa, naona kabisa kwamba ile dhamira yangu au dhima yangu niliweka kwenye ndoa inaanza kupotea. Yaani ile raha, furaha ya ndoa inaenda kupotea kabisa kupita kwa huyu binti. Kwa sababu neema kubwa mimi nilikuwa nategemea ule mzee aweze kunifanyia mimi nibadilishe maisha yangu, nitoke hapa nilipokuwepo, nibadilike kuwa ni mtu mwingine sasa. Yaani watu wakipita sema huyo sasa Masunda. Lakini sasa Mwenyezi Mungu kamchukua yule mzee. Haya ndugu yangu, wewe unategemea mimi tena yule mzee kaondoka kuna furaha tena hapo? Ustaz Masunda. Mimi nachotaka kuzungumza kitu kimoja kwamba Bi Mariam ni mke wako wa ndoa. Si yupo? Ndio. Kuna shida hapo? Hakuna shida. Sasa kuhusiana na hili swala sijui la mali, sijui la nini, kila mmoja atakufa. Tukija kuangalia Mwenyezi Mungu kasema inna Allaha maswabirina. Kila mwenye kusubiri yuko pamoja naye. Kufa kwa mzee wake isiyo tatizo, isiwe sababu ya wewe kuwa katika mazingira kama hayo. Hebu jaribu kumpa faraja yule binti. Jaribu kumpa faraja Bi Mariam. Anakupenda. Na wewe ulikuja hapa na ukasema kabisa kwa lillahi nampenda. Na niko tayari kufanya nusura. Leo hii kwa nini unakinguka? Tatizo kipo hapo. Unajua wewe hapo hujaelewa hapo Kakoza hapa. Yaani mimi unajua nimeoa ndoa ile. Yaani nilipooa mwanamke nilikuwa na dhamira yangu kubwa nitabadilika kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Lakini sasa mzee ameshakufa. Na maana tayari mimi zile mali nataka nikabidhiwe. Sipati tena. Kwani ustazi, mimi nataka nikuulize kitu. Huyu binti ulimuoa kwa kumpenda kutoka moyoni au kuna kitu ambacho kiko nje, kiko nyuma ambacho mimi sikijua, ambacho kina maslahi yoyote na wewe? Huyo bwana Kakoza mambo yako unazungumza bwana kwa kavi. Wewe bwana mtu mzima bwana unaelewa kila jambo. Alafu mimi mwenyewe ndio maana mambo yangu mengi nakupataga wewe kwa sababu wewe unaelewa. Yaani hapo hujaelewa tu lakini wewe unaelewa kila kinachoendelea. Mimi mwenzako nilienda kumuoa yule binti, nilikuwa na mipango ya kwangu mwenyewe binafsi, yaani kwamba ni muoe yule binti, nikabidhiwe mali. Na mimi niondokane na masuala ya ada za chuo hizo, mimi nataka niwaachie nyinyi. Mimi naangalia maisha yangu. Sasa ule mzee anataka kunikabidhi mali kashakufa. Jiulize, ninapata wapi tena hizo mali? Uone kama mzigo, afu binti kizingatia binti haoni. Haya, mimi nasovu vipi ya maisha? Sasa hapo ndio nimekuelewa sasa. Umeelewa hapo Kwa hiyo ina maana kwamba wewe ulimuoa kwa sababu ya kitu fulani ambacho ni mali za mzee wake. Sasa shehe wangu, nataka nikukumbushe kitu katika imani yetu. Ulikuja hapa na ukasema kabisa unampenda kwa dhati na uko tayari kumuoa na upo tayari kwa lolote. Leo hii unasema kwamba ni kipofu, hauwezi kufanya kitu ambacho kwamba mzee wake ameshafariki. Unakuwa unakosea sana katika misingi ya dini. Na katika dini yetu hatujafundishwa hivyo. Na wewe unalitambua hilo. Sio kwamba hutambui, unatambua. Kwa hiyo ninachokuomba, achana kwanza na hizi tamaa. Zitakupeleka pabaya. Na unajua kabisa dhambi ya tamaa inakuwaje. Kwa mapenzi yako mwenyewe ulionyesha kwamba bwana huyu binti namuhitaji kwa niaba kutengeneza mazingira ya dini. Kwa niaba kutengeneza maisha yetu. Leo hii unasema kwamba ni kipofu, mzee wake amefariki, sijui na nini, na mali zile sijui wewe unataka kumoa. Shehe wangu, muogope Allah. Muogope sana Allah. Ina maana kwamba wewe umeoa lakini ina maana kwamba huna mapenzi na yule binti. Ni kama tunaweza kusema kwamba ni ndoa ambayo ya kiini macho. Tunaposema ndoa ya kiini macho ni maana kwamba ipo haipo. Ina maana kwamba ndani ya moyoni mwako wewe si mkeo ila unazini naye. Kakoza, mimi maneno yako nimesikia na subira nimeifanya sana. Na subira niliyofanya mimi
nimefanya kutoka miaka mingi sana mpaka hapa nilipofikia, na nikategemea subira yangu kubwa ninakuja kulileta mpaka hapa itakuwa mwisho wa subira yangu. Tena mimi Mwenyezi Mungu ananitoa pale kwenye matatizo nilikuwa nayo, napata maisha yangu mimi tena nanyoosha, maisha yanaendelea. Sasa hii subira imenishinda. Nishafanya subira sana. Mwisho siku tayari mtu yapo kashaanguka. Yaani hii inaonekana kabisa hii ni nuksi kama ya Bi Yunus alomezwa na chewa. Watu wakakaa maulama wakapiga ngongo wanamwomba mundu huyu. Kila kipiga Donald piga wanaonekana moja kwa moja mimi nuksi mimi. Mwisho siku na maana mimi ningekuwa na jahazi mimi nichamedheshwa alichewa nikwenda mimi mmoja wapo ningeingizwa. Basi mimi ninachotaka kusema kwamba kila kitu tumkabidhi Mwenyezi Mungu. Allah ndio anayejua kesho yetu itakuwaje, na tunapotoka hapa tunapoelekea kutafuta riziki anajua kwamba nitapata nini na nitakosa nini. Kwa hiyo kikubwa tuwe na subira tu, na wewe kuwa na moyo wa subira ili Bi Mariam awe na furaha. Ndio kilio changu kikubwa. Basi bwana, mimi bwana Kakoza, mimi nimekusikia maneno yako kwa sababu mara nyingi wasipingi fikra zako, ni mtu ambaye ananishauri vitu vingi. Ngoja mimi niache nikaangalia jinsi gani vya kuweza kupambana na maisha, lakini sio kupitia tena kwa binti kama vile mwenyewe nilivyofikiria, na kupambana mimi vile ninavyojua mimi. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ushauri wako. Kwanza basi inshallah tupo pamoja mwamba. Basi inshallah. Bwana mimi nitaendelea kufanya subira. Sawa. Ngoja nifikie maneno sokoni kwanza. Nangu mume wangu. Nini? Mbona nakuita muda mrefu uniitiki? Nipo hapa sielewi, na mambo yangu yamenichanganya kichwani hapa, ndo nimekaa nimevurugwa hapa. Nimeshua tangu nguvu sielewi. Naomba nipeleke maji bafuni. Mimi nimechoka bwana. Wewe tumia tu hisia hapo ya nani na fimbo yako hiyo, unaenda hapo chooni, sababu wapo wanatumia wenzako hisia ya fimbo. Unayo jifunze kutumia fimbo hiyo uende chooni. Ila mume wangu, nimekukosea nini? Mbona unanifanyia hivi mimi?